Jina langu ni Robert Kisunte. Leo niko na wataalamu hawa, tunakwenda kujadili kwa kina mchango wa Tanzania katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika, hususan kusini mwa Afrika. Baada ya uhuru wa Tanganyika mwaka 1961 na baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, yote hivi vilikuwa ni mazalisho makubwa ya harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Mwaka 1964 ambapo Tanganyika baadaye kuja kuitwa Tanzania iliamua nia yake ya dhati kabisa kuanzisha harakati za ukombozi wa bara la Afrika chini ya waraka wa rais namba 2 wa mwaka 1964. Sasa katika harakati zote hizi tunakwenda kuangazia kwa kina kwa namna gani mchango wa Tanzania katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika imeonekana kuwa kama faida. Leo nipo na wanafunzi ambao tutakwenda kujadili kwa kina. Mchango wa Tanzania katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika, hasa kusini mwa Afrika. Tanzania imepoteza au imefaidika? Karibu sana. Katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika tumeona Tanzania ikiwa ni moja ya nchi ambazo zimetoa fedha, zimetoa kila kitu kuhakikisha kwamba harakati za ukombozi wa bara la Afrika hususan kusini mwa Afrika zinasonga mbele. Chimbuko lake ni lipi hasa katika ukombozi wa bara la Afrika? Tanzania imetokea wapi hadi kufikia hapa? Soon after the Second World War, Tanganyika was one among the countries which was influenced to gain their independence, whereby in 1961 Tanganyika gained their independence under the leadership of Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. This influenced other countries in Africa to gain their independence, especially the southern parts of Africa, whereby Tanzania acted as the frontline country to support them economically, socially, strategically, also politically. In today's world generation, we need to preserve, protect, and inherit our country history for future generations. Asante. Baada ya kusikiliza yote hayo mazuri kutoka kwa Janice, naam, twende tukaangazie kwa kina harakati za ukombozi wa bara la Afrika, hususan Tanzania kushiriki katika ukombozi wa bara la Afrika. Tanzania imenufaika vipi? Nipo na Madam Neema hapa, atakwenda kutuelezea kwa kina faida ambazo Tanzania ilinufaika nazo kutokana na ukombozi wa bara la Afrika. Asante. Tanzania chini ya rais wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa kurejelea kwenye speech yake, alisema kwamba Tanzania kupata uhuru peke yake itakuwa ni haina maana, kwamba kuhusisha pia na nchi nyingine kwamba zitoke katika hali ile ya kutawaliwa, hali ya ukoloni. Kwa hiyo kwa hatua hiyo ambayo aliipiga ni hatua kubwa sana ambayo ikatufaidisha sisi kama Tanzania katika kushiriki katika harakati za ukombozi hususani katika nchi za kusini mwa Afrika. Kwa kwanza kusema kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituletea faida kubwa sana, kwa kuanza na alitusaidia kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na umoja katika nchi za Afrika. Kwa maono yangu naona kwamba liberation movement ambazo zilifanywa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ziliweza kuleta matunda nchini. Kwa mfano, Nyerere aliamini kwamba kutokana na uhuru wa nchi zingine hususan kusini mwa Afrika zingeweza kusaidia uhuru wa ushirikiano wa kiuchumi baina ya Waafrika, ukiachana na serikali za kikoloni au apartheid regimes. Kwa mfano, ujenzi wa reli ya Tazara ulikuwa unaingia kwenye mkanganyiko dhidi ya uongozi wa ukoloni, hususan Zambia ambayo ilikuwa inaongozwa na white minority. So Nyerere aliamini kwamba akiweza kusaidia ukombozi wa nchi za bara la Afrika hususan kusini mwa Afrika, ataweza kuboresha uhusiano wa kiuchumi na diplomasia pia. Baada ya nchi za kusini mwa Afrika kupata uhuru mnamo miaka ya 2000, Tanzania iliamua kushifti sera yake ya mambo ya nje au foreign policy kutoka kwenye liberation movement or liberation struggle policy to economic diplomacy. So after hizi nchi za kusini mwa Afrika kupata uhuru, tunaona kwamba nchi ya mwisho kupata uhuru ilikuwa ni South Africa ambayo ilipata uhuru wake kwenye miaka 1990. So after there
Tanzania ikaamua kuanzisha economic diplomacy, ambapo ilihakikisha kwamba nchi zote za kusini mwa Afrika zishapata uhuru wake. So tunaona kwamba huu uhusiano wa kidiplomasia, je, ungeweza kuwa na nguvu kusini mwa Afrika bila Nyerere au Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kushiriki vyema katika ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika. Tanzania imeweza kujinyakulia mfumo wa diplomasia au diplomatic capital, ambapo kutokana na juhudi za Liberation Movement tunaona kwa sasa hivi, baada ya zile juhudi za Liberation Movement kupita, kwa sasa Tanzania inapokea watalii wengi, ambapo inasaidia kuongeza kipato au pato la taifa, ambapo ilisababishwa na zile juhudi ambazo zilifanywa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa hii diplomatic capital isinge kuwepo labda bila Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa na ideology ya Liberation Movement kusini mwa Afrika. Baada ya kuyasikia yote hayo kutoka chimbuko, faida na harakati zote za ukombozi wa bara Afrika, sitaki kuzungumza mengi sana. Mjadala unaendelea chini hapo kwenye comment. Na yote haya utajipatia, haya ni machache tu kati ya mengi, utajipatia katika kituo cha urithi wa ukombozi. Tunapatikana jijini Dar es Salaam Posta, mtaa wa Garden Avenue, mkabala na ubalozi wa Canada pale. Hayo yote utajipatia mwenyewe kwa kuyaona na kuyasikiliza. Karibu, asante sana.